Alidhani angepata amani, lakini hakujua shule hii haifundishi masomo peke yake, bali hufufua na laana zilizozikwa. Siku ya pili, Feby alianza kupata ndoto za kutisha. Alijikuta akitembea usiku pekee mpaka kwenye mto wa laana. Mto uliotiririsha damu, midomo ya watu waliokufa na vilio vya wanawake waliodhulumiwa. Ndani ya ndoto hizo, alikutana na mzimu wa mwanamke kahaba wa kale. Mwanamke huyu alikuwa amelaaniwa kwa kuvunja mapenzi ya kifalme, akauawa kikatili na kutupwa mtoni. Alimwambia Feby, upendo wako utaleta balaa. Ukiendelea kumpenda Kiani, utaamka ukiwa mfu. Feby aliamka kwa kelele, jasho limemvuja kweli kweli, mikono yake ina alama za damu. Alianza kubadilika darasani, alizungumza kwa lugha isiyojulikana. Alipogusa ubao, ulipasuka pale pale. Wanaume walianza kumwogopa na wanawake waliogopa pia. Alianza kujitenga, lakini usiku alitembelewa na mzimu mwingine. Mvua ilikuwa inanyesha, taa zilikuwa zinawaka na kuzima. Mzimu baba yake Feby, aliyekuwa mwalimu wa zamani wa magic class, ulimtokea. Alikuwa mrefu, mwenye macho yaliyovunjika na mavazi ya tambiko la damu. Alimwambia, umenirithi, laana ya ukoni yako sasa. Ukikimbia, giza litakumeza. Ukikubali, utatawala. Feby alikataa, lakini usiku huo alipandisha pepo. Vioo vya darasa vilivunjika.